sana kwamba tusome maandiko yanayopatikana katika kitabu cha Wafilipi tutasoma mstari wa 5 6 7 katika jina la Bwana Yesu Kristo. It says, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto the death, even the death of the cross." Let me add the scripture here, the same chapter, verse 14, 15, and 16, the same chapter 2, Philippians chapter 2. "Do all things without murmuring and disputing, that ye may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke, in the midst of the crooked and perverse nation, among whom you shine as lights in the world, holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain." May the Lord have a blessing for the reading of His word. May have your seats this evening. Keti katika jina la Yesu Kristo, nikikaribisha kila mmoja wenu katika ushirika ambao tunakuwa nao mahali hapa katika jina la Yesu Kristo. Siku ya Jumatano tunakuwa nao kuanzia saa 10 kwa wakati wa maombi hadi saa 10. Pamoja tunaanza ushirika kamili katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Rafiki yetu tunakukaribisha sana katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tukulie kwa hapa ni jambo la kawaida tu kufanya uamuzi kuweza kuja kwa pamoja nasi wakati wa jioni. Ndio pengine tutakuwa na shughuli zingine, lakini Mungu akubariki kwa huo uamuzi. Bwana asifiwe sana. Karibu sana katika jina la Yesu Kristo. So tumekuwa tukizungumza kuhusu our spiritual identification, our true spiritual identification. Bwana asifiwe sana. Unajua tumeweka msingi kwa muda mrefu sana. So far I know we already know, Bwana asifiwe sana, what the Spirit of God wants to speak to us. Bwana asifiwe sana. Sababu tulianza kutoa pale mwanzo, sababu before you became in flesh, there is where you are. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Amen. Haukufanyika wakati ambapo ulizaliwa na mama yako. Bwana asifiwe sana. Na sasa huo sio wakati ambao ulianza kuishi, no. Ulikuweko katika nia za Mungu kabla ya kuwekwa misingi ulimwengu. Bwana asifiwe sana. Na ndipo sasa tukasema kwamba kuzaliwa kwa kawaida ambako sisi tunazaliwa na kuzaliwa ambako Yesu Kristo alizaliwa, watu wanaona kwamba kuzaliwa kwa Yesu Kristo kulikuwa ni kwa muujiza sana, lakini kuzaliwa kwako ndiko kulikuwa kwa muujiza zaidi. Haleluya. Sababu unajua Yesu ilikuwa tu ni neno ambalo malaika alinenea Mariamu, na Mariamu akaamini na Yesu akaumbika. Bwana asifiwe sana. Kisha akazaliwa. Lakini kuzaliwa kwa mwanadamu mwingine yeyote, tunajua kwamba mwanaume anaachilia watoto wengi zaidi. Bwana asifiwe sana. Na pia mayai mengi zaidi yanatoka katika uzazi wa mama. Haleluya. Na nini inafanyika? Lakini lazima kuwe na uamuzi. Nani yule ambao huamua ni nani ataishi na ni nani ambaye atakufa? Blessed be the Lord. So through that you see, even from your birth, hallelujah, amen, you have been always victorious. Kuwepo kwako tu hapa ni kuonyesha kwamba wewe umekuwa mshindi. Bwana asifiwe sana. Sababu ulipigana na mamilioni ya watoto wenzako na wote ukawashinda, wewe ukazaliwa. Bwana asifiwe sana. So there is a special intelligence, Bwana asifiwe sana, ambayo inadetermine which time is to live and when to die. Hallelujah. And there is always a divine guidance and leadership
Bwana asifiwe sana. Sababu unajua lazima kuwa kuna uongozi wa kiroho. Bwana asifiwe sana. Hadi ukafikia wewe mwenyewe ndio utapata kuishi. Haleluya. Ni kukuonyesha kwamba Mungu alikuona kabla ya kuwa msingi ulimwengu. Bwana asifiwe sana. Ni vile ambavyo katika njia ambayo tunazaliwa nayo hapa, tunakuja na ugonjwa wa kujisahau wa kiroho. We come with something called spiritual amnesia. Bwana asifiwe sana. That's why we are born in sin, shaped in iniquity, and we come here speaking lies. Bwana asifiwe sana. But you are not created, you are not made to speak lies. Haukuumbwa uongeane uongo. Bwana asifiwe sana. Lakini katika ile hali ambayo tulizaliwa ndani mwake, tunajipata tukiwa na hiyo hali. Bwana asifiwe sana. Ugonjwa wa kujisahau. Ndipo tukasema ya kwamba njia ambayo Mungu alikuwa ametengeneza yetu ya kukuja hapa ilipotoshwa pale shambani mwa Edeni. Bwana asifiwe sana. Maana tulikuwa kutoka katika mawazo. Haleluya. Maana mawazo yalikuwepo kabla ya neno. Bwana asifiwe sana. Thoughts are older than word. Hallelujah. So before you speak, you think first. Hallelujah. And when you speak, you express your thoughts. So word is about being expressed. Bwana asifiwe sana. Mawazo yakinenwa, hallelujah, hilo neno linakuwa ni mawazo yakifanya nini? Yakidhihirishwa. Blessed be the name of the Lord. Na ndio maana Paulo baada ya kupokea akasema, you are written in epistles, read of all men. Nyinyi ni nyaraka zilizo hai, zilizoandikwa zilizo hai, ambazo zinasomeka na watu wote. Bwana asifiwe sana. Unafanyika nyaraka kwa nini? Sababu ulikuwa wazi. Now Adam came from thoughts to word and then to flesh. Bwana asifiwe sana. That is in the Garden of Eden. God said, let us create man in our own image, in our likeness. Hallelujah. God expressed what it was in his thoughts. What was in his mind. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. And then he created man in his image and likeness. What kind of man? A spirit man. A man who could not be seen. Bwana asifiwe sana. Genesis 1:26-27. And then he formed man from the dust of the world. Hallelujah. And he took the created man and he put in the form of the man. And man became a living soul. Bwana asifiwe sana. That was the original way of God to bring us here. Bwana asifiwe sana. But that way was marred with. Hiyo njia iliharibiwa pale shambani mwa Edeni. Ndio maana leo tunatoka katika mawazo, tunaruka neno, tunaingia ndani ya mwili. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana naulizanga swali, kama mshajiuliza hiyo swali. Kwa nini? Bwana asifiwe sana. Lazima tuhubiriwe neno. Na unajua kila kiumbe, every man who passes this earth must hear the gospel. Bwana asifiwe sana. Why? Well, the Bible says in John chapter 1 around verse 5. In him was life. Hallelujah. And that life was the light of all men. Bwana asifiwe sana. Are we together? In him was life. And that life was the light of men. Hiyo ndio ilikuwa nuru ambayo ilikuwa ituangazie sisi wote. Bwana asifiwe sana. Na ni nuru ya injili. Nuru ya neno. Maana Yesu Kristo ni neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo hiyo njia ndio ilipotozwa pale shambani mwa Edeni. Na tukawa sasa tunatoka kutoka mawazo tunaingia ndani ya mwili. Tukaruka hatua ya neno. Bwana asifiwe sana. Ndio maana kama wewe ulikuwa wazo, leo hii hauwezi ukajizuia kufanyika neno. Amen. Amen.
Bwana asifiwe sana. As long as you have thoughts in God's mind today, there is no way, hallelujah, hakuna njia yoyote unaweza ukajizuia nayo ya kutofanyika neno. Bwana asifiwe sana. Na hakuna cha kutosha, hakuna hata kuzimu, hakuna mapepo ya kutosha ya kukuzuia wewe kufanyika nini? Neno. Bwana asifiwe sana. Na hakuna kitu ambacho kiko na hakuna kitu ambacho hakiko, Bwana asifiwe sana, ambacho kinaweza kukuzuia wewe leo kufanyika neno. Bwana asifiwe sana. That's what we're speaking about, our spiritual what? Identification. Bwana asifiwe sana. Because before you are flesh, you are spirit somewhere. Bwana asifiwe sana. Now we took an example. Paul in Romans chapter 9 akiongea kuhusu Lawi. Bwana asifiwe sana. Unajua tunaongea kuhusu habari ya Melkizedeki. This is in Genesis chapter 18. Bwana asifiwe sana. Wakati Lutu alishikwa na majeshi wa Sodoma na Abrahamu akaenda kufanya nini? Kupigana sababu ya ndugu yake. Na vile tunasoma. Na alipotoka vitani baada ya kushinda na akawa anatoka vitani akakutana na Melkizedeki. Bwana asifiwe sana. Yule mfalme wa Salemu. Bwana asifiwe sana. Akiwa amebeba hizo nafsi zote ambazo aliweza kuziokoa. Na alipokutana na yeye akamtolea dhabihu fungu la 10 awetugeza na akampatia hizo nafsi. Alafu Melkizedeki akampatia meza ya Bwana. He gave him bread and wine. Blessed be the Lord. Now, alafu tukisoma Warumi, Paulo anasema ya kwamba Lawi alikuwa ndiye ambaye angetolewa fungu la 10. Maana alitolea Melkizedeki nini? Fungu la 10 akiwa katika viuno vya nani? Vya Abrahamu. Kwa hivyo wakati Abrahamu alipeana fungu la 10, si Abrahamu alipeana. Are we together? Have you ever read that scripture? Romans chapter, is it chapter 8? This is chapter 9. Blessed be the name of the Lord. Chapter 8. This is what the Bible says from verse 28 first. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose. And he says what? For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom he did predestinate, them he also called. And whom he called, them he also justified. And whom he justified, them he also glorified. Blessed be the Lord. Look at the picture. Wale ambao aliwakusudia, aliwajua kimbele, aliwakusudia. Na wale ambao aliweza kuwakusudia, Bwana asifiwe sana, alifanya nini? Aliwaita. Aliyowaita
akawahesabia haki. Aliyowahesabia haki akawatakasa, na aliyowatakasa tayari amewafanya nini? Amewatukuza. Bwana asifiwe sana. Now, when was God doing all this? Because everything is in past. Bwana asifiwe sana. So when did God call you? Bwana asifiwe sana. He never called you the day you had the preacher preaching outside there. Hallelujah. He called you before the foundation of the world. Bwana asifiwe sana. Because remember, he told Job, where are you? Job chapter 38. Ulikuwa wapi nilipokuwa nikiweka misingi ulimwengu? Ulikuwa wapi Ayubu? Wakati nyota za mbinguni na wana wa Mungu walipiga shangwe na vingeregere. Hallelujah. Ulikuwa wapi? Blessed be the Lord. And you know, sometimes we must come out of spiritual amnesia so that we can identify ourselves with our true identification. Bwana asifiwe sana. Our spiritual identification, which is the scriptures. Amen. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo nakwambia, kama ulikuwa wazi ndani ya katika mania za Mungu, leo hii wewe ni neno. Bwana asifiwe sana. That's why Christ is identified in his own, and Christ is the anointed one. Bwana asifiwe sana. The identified Christ of all ages. Bwana asifiwe sana. Because all the anointed ones, they become Christ. The anointing is the Christ. Bwana asifiwe sana. Christ means the anointed one. Bwana asifiwe sana. And that's why now we only have one Jesus, but all others, they were anointed Christ of all ages. Ndio maana mtu kama Noah. And the Bible says very well, and Noah found grace before God. Bwana asifiwe sana. Na Noah kaambiwa njia kutatuwepea gharika. Kwa nini tu Noah? Si sababu Noah tu, ni sababu ya Noah tu. Na hakuna kizuri Noah alifanya. You read the scripture, what the scripture says. And Noah found grace before who? That's what the scripture says. Not who willeth, or he who runneth, isn't it? But it is him who God showeth mercy. Bwana asifiwe sana. Unajua sasa hatuko tu mahali ambapo tunakuja kushangilia kuimba kufanya ibada ndio twende nyumbani. Hapana. Bwana asifiwe sana. This is our meat, this is our food. Sio maziwa, sisi milk. We must be mature in the word of God. Bwana asifiwe sana. Unajua ni mtoto tu kamuuliza, na wewe ni nani? Akwambia mimi naitwa baba. Lakini nani? Bwana asifiwe sana. Lakini mtu ambaye amekomaa, wewe unaitwa nani? Atakwambia yeye jina yake, ya baba yake, ya mama yake. Bwana asifiwe sana. Na kuelezea njia yote hadi kwa kukaa kule nyuma. Because he is a person who knows how to identify himself. Bwana asifiwe sana. Na huyu mtoto akifika mahali ajue jina lake, anasema mimi naitwa John. Wa nani? Anakuambia baba. Yeye amejiintroduce. Bwana asifiwe sana. But it's not so with a mature person. And that's why we must become mature Christians. Amen. Hallelujah. Are we together? We must mature in the word until you can identify yourself right in the scriptures. Because that is all about Christianity. Bwana asifiwe sana. It's about now God himself condescending and becoming manifest. Unajua hiyo ilikuwa sababu ya Mungu atakapoanza kuumba. Mungu alitaka aonekane. Alitaka aingie ndani ya mtu. Bwana asifiwe sana. Na Mungu ni nani? Kwa hivyo lazima neno livae mwili. The word must become flesh.
Blessed be the name of the Lord. Now listen to this. That message of identification. To read paragraph 84. Just type the words. It should be identification. And this 61 should be 0607, something like that. The scripture is what tells us. It's what tells what you are. Hallelujah. The scripture is what tells what you are. And you know, we are identified by our characters. Are we together? That expresses you. The scripture is what expresses you. Expresses me. The scripture tells what we are. Bwana asifiwe sana. Imani ambayo inakwambia ni nani? Hallelujah. Unajua, it is only the word of God that can tell you where you came from, why you are here, and where you are going. Bwana asifiwe sana. Unajua, watu kama kuna kitu inasumbanga watu leo, ni hiyo hali ya kujua mimi nilitoka wapi, niko hapa nikifanya nini, na naelekea wapi. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana leo watu wengi wako na uoga na maisha, sababu hawajui walitoka wapi, wako hapa kufanya nini, na mwisho wanaenda wapi. That's why people, they fear death. Amen. But you know, the children of God, hallelujah, amen, who are called according to his purpose, they know they are here to fulfill some scriptures. Are we together? And once they fulfill, they are ready to go home. Ndio maana Paulo baada ya kujua kazi yake imeshajiuliza namna gani, kifo uko wapi uchungu wako, kaburi uko wapi ushindi wako, because already he had done what he was predestinated to do. He had served God's purpose in his life. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Jesus, when he was here, he could speak about his death. He never feared death. Bwana asifiwe sana. Na anawaambia vile lazima mimi niondoke. Bwana asifiwe sana. Hata kama wanataka lazima nifanye nini? Niende. Sababu kusudi langu ambalo nililetwa hapa nitimize, wakati umefikia. Bwana asifiwe sana. Amen. Are we together? And if you follow even John the Baptist, hallelujah, and when he heard about Jesus and what Jesus is doing, you remember he called two of his disciples. Akawaambia, and then mkamuuliza kama ni yeye ama kuna mwingine ambao tunasubiria. Bwana asifiwe sana. Yesu walipoenda kwa Yesu hakuwaambia ni mimi. Hallelujah. Aliwaita tu mkutano yake. Viwete wakapona, habari njema ikahubiriwa. Bwana asifiwe sana. Na miujiza ikatendeka. Akawaambia, endeni muambie Yohana kile mmesikia na kile mmeona. Hallelujah. Na Yohana alipoambiwa akasema namna gani? Haina budi mimi nipungue na yeye afanye nini? Aongezeke. He never feared death. You fear death because you don't know your purpose here. Bwana asifiwe sana. The moment you know God's purpose in your life here and you serve it, you will be willing to do what? To go. Sikia Timotheo chapter 4. 2 Timothy chapter 4 verse 6 and 7. Paulo anasema namna gani? Mwendo vita nimevipiga vilivyo vizuri. Imani nimeilinda. Na mwendo nimemaliza. Bwana asifiwe sana. I've fought a good fight. I've kept the faith. And I've finished my course. He's a person who knew his calling. Bwana asifiwe sana. Look like David. He is calling his son. Anamwambia sasa, mimi nataka nikuachia maneno ya mwisho. Sababu sasa mimi wakati wangu umefanya nini? Umefika nataka kupumzika. Sababu tayari alikuwa ametumikia kuzuri na Mungu maishani mwake. Na mtoto wa Mungu yeyote akija tumikia kuzuri na Mungu maishani mwake, ako tayari kuondoka. Maana unajua hakuna kile kimesalia. Bwana asifiwe sana.
And you know, how can you serve God's purpose in your life without first knowing it? Si lazima kwanza ujue. Amen. Bwana asifiwe sana. And we will tell you, it's God himself. Hiyo si kazi ya mhubiri, ni kazi ya Mungu akufunulie. Bwana asifiwe sana. Kusudi lake maishani mwako. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana unaona watu leo wanaishi bila kusudi. Sababu wahubiri sisi tumekosa kuhubiria watu wajue kusudi la Mungu maishani mwao. Bwana asifiwe sana. Na unajua tukiwahubiria, maana sisi hatuwezi, itakugharimu wewe uunganike na Mungu wako. Bwana asifiwe sana. Ndio huyo Mungu akufunulie kusudi. Let's repeat the name of God. Are you catching it? Now listen. Way back. That's right. The scripture is what tells what you are. Ni kama itakuja. Bwana asifiwe sana. Says the scripture is what tells what you are. Ni maandiko ambayo yanakuambia wewe ni nani. Bwana asifiwe sana. The scriptures that expresses you and expresses me. Inaonidhihirisha na inakudhihirisha. The scriptures tells what we are. Maandiko yanasema sisi ni nini ama ni akina nani. It is so loud that our voices cannot be even heard. Bwana asifiwe sana. And it is God's way of letting us see what we are. Bwana asifiwe sana. Ndio maana mwanguko ulifanya nini? Ulitoa tu ndani ya neno. How you get that? Where did Adam fell from? Huh? Well, they fell from what? From the word. They were given the word. They were fortified by the word. They were given the word to live by. Hallelujah. Yeah. And the word had told them, don't touch or eat the tree of good and knowing good and evil. Bwana asifiwe sana. But all the trees, all the fruit you can eat, but that fruit, it is forbidden for you to eat. Hallelujah. Amen. Lakini mwanamke kama nini akakula. Tunaweza repeat the word. Alipokula nini ilifanyika? They fell. Bwana asifiwe sana. So they fell from the word of God. Are we together? And now, if they fell from the word of God, Jesus came to seek that which was lost. Bwana asifiwe sana. Alikuja kutafuta kile ambacho kilipotea. Kilipotea kutoka wapi? Kilipotea kutoka ndani ya neno. Na ndio maana yeye alikuja kuturejesha ndani ya neno. Bwana asifiwe sana. That is what we call redemption. Redemption is bringing back that which is lost. Bwana asifiwe sana. Na tulipoonyesha kwa siku nyingine kitu ikianguka hapa chini kama ni Biblia ianguke na niichukue nirejeshe hapa kwa pulpit. I've done what? Redemption. Sababu sijatafuta Biblia nyingine. Nimechukua ile. Bwana asifiwe sana, ambayo ilikuwa imeanguka na niirejeshe. Kwa hivyo wakati unafanya ukombozi ni kutafuta kile kitu chenyewe chenye kilikuwa. Bwana asifiwe sana, kabla ya kupotea. Hallelujah. Ukirejesha mahali pake. And that's why we talk about the parable of the coin. Bwana asifiwe sana. Remember about that woman? Jesus talking about the parable, the mysteries of the kingdom of God. And he spoke about the parable of the coin. Akapeana mwanamke akiwa ni mfano wa kanisa. Are we together? Because a woman is a type of a church. Na akapeana alikuwa ameolewa na bwana wake alienda safari ya pale. Lakini alimwacha akiwa na nini? Na hizo coin zote zilikuwa 10. Na moja ikapotea. What happens? It's the work of this woman to restore that what? Coin.
Are we together? Na ndio maana maandiko yanasema alitoa kila kitu nje. Bwana asifiwe sana. Na akachukua kifagio na akawasha mpaka taa. Blessed be the Lord. Na akafagia hiyo nyumba akaitengeneza hadi akaipata. Ili bwana yake akija asipate ya kwamba hiyo shilingi moja hana. Bwana asifiwe sana. And he also talked about the parable of the prodigal son. Unajua sio mtoto mwingine alirudi, ni ule mtoto tu. Bwana asifiwe sana. Ni yeye tu alijirudia, maana alikuwa katika ugonjwa wa kujisahau na akarudi hadi kwa baba yake. Bwana asifiwe sana. The mystery of the lost sheep. Mchungaji anaanza kondoo 99. Anaziweka pale na achana nazo. Anaenda anatafuta ile moja ilifanya nini? Ilipotea. Kisha amechukua na amerejesha kwa zile 99. Bwana asifiwe sana. Na hiyo ndio Yesu alikuja kufanya. Lazima angekutafuta wewe na anitafute mimi, aturejeshe katika neno, haleluya, ambalo linakuambia wewe ni nani. Na ninaniambia mimi ni nani. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kitambulisho chako cha ukweli sio kitambulisho ambacho ulipewa na baba yako. Sio jina ambalo ulipewa na baba yako na mama yako. Bwana asifiwe sana. Amen. Now, a good example is about Moses. Moses when he was born, si alipewa jina na binti ya Farao. Hata tukipi mama yake walimuita aje. Bwana asifiwe sana. Tunajuanga hiyo jina baada ya amepewa na nani? Na binti ya Farao. Sababu hiyo jina inamaanisha alitolewa kwa maji. He was taken from the water. Blessed be the Lord. Amen. Now Moses alipokuwa na akakua, haleluya, ilifikia mahali ambapo sasa lazima angeonyesha kitambulisho chake cha ukweli cha kiroho. Bwana asifiwe sana. Sasa sio Musa ambaye alizaliwa na Abimeleki na Jekobed, not Abimeleki, na Jekobed na Amram. Blessed be the Lord. Sasa akawa yeye ndio mkono uliodari na wenye nguvu wa Mungu, ambao Mungu aliambia Abrahamu, uzao wako utaenda nchi ya utumwa, lakini mimi Mungu nitashuka kwa mkono ulio mkuu na hodari, na nitawakomboa watoka katika nchi ya utumwa, niwarejeshe katika nchi yao ya ahadi. Bwana asifiwe sana. Na hapa tunamwona yeye ni Musa, lakini wakati ukifika nini inafanyika? Sio Musa anatafuta Mungu. Ndio maana hii jambo mimi linanifurahisha kwangu na linanipatia moyo sana. Sio mimi nilitafuta Mungu, ni Mungu alinitafuta. Yes. And it is God who seeks for us. There is no man who seeks God. Hakuna mwanadamu ambaye utafuta Mungu. Ni Mungu kila wakati utafuta mwanadamu kutoka shambani mwa Edeni. Bwana asifiwe sana. Si ni Mungu ndiye alishuka Adam. Uko wapi? Bwana asifiwe sana. Angalia mahali tunasoma Genesis na Exodus chapter 3. Mungu ndiye alishuka. Akakuta Musa akamwambia, Musa. Kwanza ilikuwa ni kichaka, ikawaka moto. Lakini moto hauteketezi kichaka. Unajua Musa alikuwa mwanasayansi mkubwa, akashindwa. What kind of a chemistry is this? This is fire that's not consuming water. Just the bush. What's happening here? God knows how to draw your attention. And when Moses stands, hapo ndipo Mungu akamuongelesha. Akamwambia, Musa, mahali umesimama ni patakatifu, toa viatu vyako. Bwana asifiwe sana. Musa alipotoa, Mungu ndio akamwambia, mimi ni Mungu wa baba yako nani? Ibrahim, Isaka na nimesikia kilio cha watu wangu. Sababu already I spoke with Abraham. Bwana asifiwe sana. That is what? See, shall go in a straight land, but I'll come and deliver them. But now Moses, you are my strong arm. Kwa hiyo hivyo, lakini sasa si Musa ndio anapatiwa mamlaka na Mungu. Bwana asifiwe sana. And what happened? Moses became God. Hallelujah. And his brother Aaron, because he became a prophet. Now it was no longer Moses,
It was God in Moses performing His word. Hallelujah. And it must come to that point where it is God in you performing His word. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Sababu wewe huwezi jambo lolote pasipo yeye. Yesu alisema namna hiyo. You can do nothing without me. Blessed be the Lord. Hallelujah. Na bado ni Yesu alisema hakuna mtu ajaye kwangu isipokuwa kwanza Baba afanye nini? Amvute. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kukuambia namna gani? Baba atafuta yule ambaye alikuwa ndani mwake kabla ya kuweka misingi ya ulimwengu. That's why this family, we don't join. We are born in Christianity. Amen. Bwana asifiwe sana. We don't join Christianity. We are born into Christianity. Bwana asifiwe sana. Are you getting that? So Musa, yeye alikuwa mkono ambao ni mwenye nguvu. Yeye hapo anaitwa Musa. Na ni kweli yeye ni Musa. Lakini jina ambalo Mungu amempatia is the strong and the powerful hand of. Maana msiende aliongoza akawatoa nchi ya Misri. Akawapeleka nchi yao ya ahadi. Bwana asifiwe sana. So the true identification of Moses, true spiritual identification was the strong arm of. He was identified by the scriptures. Na ndio maana ilifika mahali akakataa kuwa binti wa kuitwa binti ya Farao kwa imani. Bwana asifiwe sana. Mwana wa binti wa Farao. Because he was to be the next Pharaoh. And he was groomed to be the next Pharaoh. And he had all the potential to be the next Pharaoh. Bwana asifiwe sana. But he himself, he rejected by faith. Hallelujah. Amen. Moses rejected to be called the son of the daughter of Pharaoh. Hallelujah. And he esteemed the reproach of Christ. Akubali ile gharama ya Kristo na akubali kuitanishwa na wale ambao ni wachache wamedharauliwa. Bwana asifiwe sana. Because now that was his life. He had to live the scriptures. Bwana asifiwe sana. Remember, his life was connected with these people. Ndio maana angetoshia kule. Leo wewe ndio kwa ikulu ya wewe. Na unajua wewe unatengenezewa sasa uwe mfalme sasa, the president of Kenya. Umelelewa huko, hakuna kitu umekosa na umeletwa vizuri sana, na sasa wewe unajua vizuri you are the next what? President. Are we together? Alafu ukataa ukubali aibu ya Kristo. Lazima kuwe kuna jambo zaidi. Amen. There must be something more. You know, sometimes we read and we just take it. Tunachukua tu kiurahisi vile tunaisoma. But wewe je, kwa miguu ya leo. You are the one now to be the next in command. Now everything, the system, the dipstick, talk about everything, zimekuembrace, zimekukubali. Bwana asifiwe sana. You are just counting months and some few years. Now you are the one to be in command. And all of a sudden you turn it down. Na wewe ukachukuane na slaves, mateka. Sema mimi hawa ndio nataka. Sasa niko sehemu ya mateka. Sababu unajua kwa ile dirisha anaitwa nani? Farao alisimama na anaangalia mateka, anasema hawa mateka wangu. Hiyo dirisha ndio Musa alisimama na akaangalia watu kupitia neno, akaona ni watu ambao wako chini ya ahadi. Bwana asifiwe sana. Na unajua itakugharimu wewe usimame kwa dirisha kioo cha neno.
Are we together? Uangalie uone ufalme wote ulimwenguni umelaaniwa. Na ambaye anatawala ni nani? Mwovu Shetani. Are we together? Ukatae ufalme maana umefika mwisho, ukubali ufalme wa Mungu. It's not easy. You must have a special, a prophetic eye. Listen to the name of the Lord. Amen. Unajua akakataa, akaenda kajiunga na mateka. Na akaanza kutengeneza matofali na Moses. Sababu anataka atakushana pamoja na, because his life was connected with these people. Remember, he was their deliverer. Amen. Bwana sifa sana. Yeye ndio alikuwa mkombozi wao. There must be an attachment between starting to be delivered, hallelujah, and the one to deliver. Lazima kuwe kuna kule kuunganika. Bwana sifa sana. There must be a great connection between the thing to be delivered and the deliverer himself. Are we together? And the same thing to you. There must be a great connection between you, who is redeemable, Amen, and Jesus Christ who has redeemed you. Amen. Amen. He came to deliver his own people from their sins. Alikuja kukomboa watu wake kutoka katika dhambi zao. Bwana asifiwe sana. Amen. Now you see, his life was identified by scriptures, and his identification was scripture. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana unaona Musa ndio huyo ametoroka, ameacha ufalme, umewaka moto pia mpaka Midian. Bwana asifiwe sana. Na akiwa Midian anaendelea kukaa huko, anapewa bibi, anaanza kuishi maisha mazuri na kulisha kondoo mpaka anasahau. Lakini Mungu hawezi akasahau. Hallelujah. There is nothing good like to be in the economy of God. Amen. Bwana asifiwe sana. Ndio maana hata mtu anaitwa Daudi akasema, niwe mkeka pale mlangoni. Ndio wengine wakiingia tu wanajipanguzia tu wakiingia. Mradi ile sehemu ya nyumba. Mradi hiyo kitu ni kitu cha nyumbani. And better be a doormat. Bwana asifiwe sana. Amen. Kama kuna kitu ya thamani Mungu amekupatia na anaweza kukujalia leo, ni kuwa sehemu ya uchumi. Bwana asifiwe sana. Sababu hakuna chochote ambacho ni cha uchumi wake kitapotea. Bwana asifiwe sana. Musa yeye alikuwa amesahau na hiyo kazi. Amesahau na kila kitu. Lakini Mungu alikuwa anakumbuka akona kaa na wakati umefanya nini? Umefika. Ndio maana hata uingie wapi. Unajua Daudi ndio alisema Mungu. Sasa wewe unaweza kujificha wapi? Hata nikichukua kitanda yangu niende chini ya bahari, hapo bado wewe huko. Hata niende kuzimu, bado wewe uko hapo. Sasa hakuna mahali unaweza kujificha uso wako. Na mtoto wa Mungu hapo hiyo. There is nowhere you can hide. Bwana asifiwe sana. Because God knows you better than you know yourself. Bwana asifiwe sana. Look here. Musa anakuja anaambia Musa, nimesikia kilio cha watu na ni ambao utafanya nini? Utaenda kuwakomboa. Musa anaanza kujitetea, unajua Mungu, mimi sijui kuongea vizuri. Mungu anamuuliza nani anambia anaombanga wanaojua kuongea na ambao hawajui kuongea. Si ni mimi. Musa anapatiana all kind of excuses, anaambia no, it is only. Na kama Mungu alikuteua hakuna mahali utaenda. Utakimbia, utatoroka, alipote neno la na Mungu lazima urejee. Lazima akurudishe. Bwana asifiwe sana. Katika kitambulisho chako. Maana sikiza nikwambie, waliokuwa kule sehemu yao bado ingali iko. Waliokuwa wazo, tumesema walikuwa mawazo. Bwana asifiwe sana. So lazima the vision of God, kama kwa ono la Mungu ulikuwa, lazima pia uwe. Maana kama uyuko, the vision is not complete. Amen. Are we together? Amen.
Nobody else can fit your place in the kingdom. Amen. Jambo la shikago sasa watu wanapiganianga nini? Bwana asifiwe sana. Nobody can fit your place in the kingdom. That place belongs to you. Bwana asifiwe sana. Remember about this man who was a preacher, a great preacher, the gospel. And he happened in the dream. Bwana asifiwe sana. To see himself die. Alikuwa katika ndoto. Na akaona amekufa. Na akaenda. Mpaka kuwepo Mungu. Akaujua ni nani, akasema mimi sio yale mali kwa kumikali huyu mwingine. Sema mimi mtumishi wako mkuu ambaye nilikuwa wapi? Pale ulimwenguni. Na nilileta wewe katika ufalme wako. Kaambia shukrani kwa kazi nzuri ambayo umefanya wapi? Ulimwenguni. Basi angalia ile taji hapo ziko. Wewe uchukue taji yako. Of course akaona yeye sababu alikuwa mhubiri. Akaona he deserves the biggest one. Akaenda akangana naye, kataa kutoka chini. Kajaribu kuinua, akainua akashindwa. Akaambiwa ukiona umeinua taji na hujaweza kuinua, hiyo sio yako, ni ya mwingine. So utafuta ile yako ambayo unaweza inua. Of course unajua anaona kutoka hii kubwa si next. Ikamshinda. You know, alienda akiinua mpaka the smallest. Hapo ndipo aliinua. Akaambiwa basi hiyo ndio yako. Na akataa kujua nayo ile hiyo kubwa zaidi ni ya nani. Sababu I thought mimi nilikuwa na neema kubwa sana. Bwana asifiwe sana. Akaona mama ambaye alikuwa ni mkongwe kanisani kwake. Na hakuwa anajulikana, alikuwa anakaa pale pembeni. Bwana asifiwe sana. Alikuja akainua taji kubwa hivyo ni kama sio kitu. Akaambia sasa hiyo ndio mwenyewe. Akashindwa namna gani na nini ndio ilikuwa inamhubiria. How? Akaambia the success of your ministry was the prayers of that. Kwa hivyo huduma yako yote na kanisa mzima, huyu mama alibeba na mabega yake. Ilikuwa ni mzigo wa kuombea kila siku na kila saa. Na ndio maana ungesimama upinde watu wabarikiwe na waokoke. Bwana asifiwe sana. Huyo walikuwa wanabarikiwa kupitia maombi ya nani? Yesu. So nobody can fit your place in the kingdom. Bwana asifiwe sana. So in this kingdom we don't strive for greatness. Hallelujah. Amen. Already God has preserved what belongs to you. Bwana asifiwe sana. Ndio maana Musa aliingia nafasi yake. Kuna mtu anatoshea hiyo nafasi? Kuna mwingine kweli? Haya, nafasi ambayo Yesu Kristo aliingia, kuna mwingine anatoshea? No. Kukuambia hata wewe nafasi utakuja uingie. Haijalishi ni kidogo jinsi gani. Muradi uko ndani ya ufalme. Bwana asifiwe sana. That is the greatest thing. So the scriptures is what identifies us. It's what tells us what we are. So our spiritual true identification is the word of Yeye sasa. Amen. Ndio maana walikuta Yohana, akamwambia Yohana mbatizaji. Tunaona ile huduma kwa nani? Tuambie wewe ni nani? Bwana akamwambia mimi sio Kristo. Akamwambia basi kama wewe sio Kristo, haleluya, tuambie basi wewe ni nani? Ndio turejeshee habari wale ambao wamefanya nini? Wametutuma. Yohana akamwambia mimi ni Yohana Mbatizaji, mwana wa Zakaria, ambaye alikuwa kuhani. No. Alirudi ndani ya maandiko. Isaia mlango wa 60. Akawaambia mimi ni sauti ya mtu aliye wapi? Nyikani. Tengenezeni mapito yenu.
hawakumuelewa. Bwana siku sana. Na wewe nikuulize, do you think when you preach to identify yourself in the scriptures, will you understand it? No, you will understand it. Ndio maana Yesu akasema atakayeshinda nitampatia jiwe jeupe ambalo limeandikwa jina ndani mwake, na hakuna mwingine ajuaye hilo jina isipokuwa aliyepewa na yule ambaye amefanya nini? Amepewa. Ndio maana Yesu akawaambia, search in the scriptures, for in them you think you have eternal life, but there are things that talks about me. Tafuteni ndani ya maandiko, maana ndani mwake nyinyi mnafikiria mko na uzima. Mafarisayo na Masadukayo, lakini hamjui ya kwamba hayo maandiko ndio yanazungumza kuhusu mimi. Bwana sifiwe sana. Amen. Lakini tuko tokali leo na jamii na maandiko wangu muelewa. Tunasema feed the Lord, and we must grow to that point. Hallelujah. Lazima tukue tufikie kiwango ambacho tunaweza kukamilisha na, because that is your true spiritual identification. Ona siku sana, your other identification, the end is on the grave. Hata kama unakuta hiyo siku utasema alikuwa na degree 10, sawa sawa, hiyo siku tutajaza mazuri yote ambao wewe uko nayo na kila kitu, na tutaliacha pale, sawa sawa, lakini kile kitambulisho chako cha kimaandiko hicho ni mpaka wapi? Mbinguni. Mungu awabariki. Tutaendelea. We will continue. God's grace. Hallelujah. So jioni ya leo, kama kuna lolote ndani mwako linakuzuia kuwa katika kitambulisho chako cha kimaandiko, you know, the power is given to you that you may put that thing under your feet in the name of the Lord Jesus Christ. No matter what kind of a thing. Bwana sifiwe sana. Tayari Mungu amekupatia nguvu na mamlaka ya kuweka yote chini ya nyayo zako. Kwa hiyo tunapoimba wimbo, tuwe tayari kuomba na kuweka kila kitu chini ya nyayo zetu ambacho kinatuzuia kuwa na kitambulisho chetu cha kiroho, kitambulisho chetu cha kweli cha kiroho cha kimaandiko, katika jina la Bwana Yesu Kristo. So number 1 tonight, nasikia kuitwa kwa sauti yako in the name of the Lord Jesus Christ. As we continue with it, be in prayer, just identify those things which are hindering you to live a scriptural life. Things which are hindering you to identify yourself with the scriptures. This evening, because God has given you power and authority, this is whatever you shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you shall loose on earth shall be loosed in heaven. So all power is given unto you. So my brother, my sister, don't allow anything to mar your spiritual identification. Blessed be the Lord, because that is your true identity. That is your true identity. Nasikia kuitwa na sauti yako, nikasafiwe kwa damu yako. Ooh.
safi kwa damu ya chini ya msalaba wa Kalvari, chochote ambacho kinakuzuia kuweza kuishi maisha ambayo ni ya neno, maisha ambayo ni ya Injili, maana hicho ndicho kitambulisho chako cha halisi. Mengine yote yatapita, lakini neno litasimama jioni ya leo katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo ukipeleka mbele za Bwana, nena na yeye chochote, udhaifu wowote, mapungufu yoyote, hali yoyote ambayo inakushusha kila wakati, hauwezi ukaishi kulingana na kitambulisho cha neno la Mungu. Wewe weka chini ya msalaba,
Msalaba uko na neema ya kutosha. Msalaba uko na nguvu za kutosha za kukuinua, neema ya kukuinua kuweza kulitambulisha na neno lake katika jina la Bwana Yesu Kristo. Oh, mpendwa mama, Mwokozi wetu Bwana Yesu Kristo, na njikema ya Baba jioni ya leo, kwanza kabisa tukiwa na shukrani tele kama ajabu, maana neno lako ni kweli mpendwa mbinguni, na neno lako ni amina na heshima Bwana. Ukasema katika mambo ya mbinguni ya kwamba wote ambao walikuwa mbele waliwakusudia Mungu shime milele Bwana, na wote ambao waliwakusudia waliwaita mpendwa amani, na wale wote ambao waliwaita kuhesabia haki, na wote ambao walisabia haki waliwatakasa mpendwa amani, na wote ambao waliwatakasa uliweza mpendwa amani kukuza katika jina la Bwana Yesu Kristo aliyepanga na kukomboa Mungu shime Bwana. Jinsi gani Baba jioni ya leo kwamba Mungu shime Bwana, maana ni wewe ulisema ya kwamba hakuna mtu awezaye kuja kwako isipokuwa kwanza Baba mlete mpendwa amani Bwana, na mpendwa amani jioni ya leo Baba mbinguni, kwa jinsi ambavyo umetupata kwako Mungu shime Bwana, wewe ulikuja kutafuta Baba Mungu shime Bwana, katika jina la Yesu Kristo tukapata kibali mbele zako Mungu shime Bwana, na mpendwa amani ukakifunua kwetu kama mbinguni, tunalesifu tunainua na kuyakuza lako Mungu shime Bwana, tayari mpendwa amani kwa yale ambayo umetutendea mpendwa Baba, kwa kutupasa Baba mbinguni Baba, na kutuleta Baba mbinguni Bwana, katika ufalme wako Baba mbinguni, katika jina takatifu la Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu Mungu shime Bwana. Wewe ndiye na wewe Baba mbinguni, maana Bwana yale ambayo umetenda Baba mbinguni hakuna mwanadamu atakayetenda Mungu shime Bwana, na ndio kosa Baba amani hata jioni leo Mungu shime Bwana, baada ya mpendwa mbinguni na kuzungumza nasi Mungu shime Bwana, na kutuonyesha kitambulisho cha mbinguni, tunaona makombozi mengi tuliona Mungu shime Bwana. Baba mbinguni ni wewe ambaye sema ulianzisha kazi njema na nimetupenda Bwana, naona bado kuikamilisha kwa mbinguni, na hata jioni ya leo Baba tunakuomba zako, tunamwambia wewe ambaye ni mwanzilishi na mkamilishaji wa imani Baba, katika jina takatifu la Kristo aliyepanga na mkombozi wa Mungu shime Bwana, tunasema ni asante kwa mbinguni kwa ile kazi njema ambayo ulianzisha na nimetupenda mbinguni Bwana, hata kwa vitu ambavyo umetupatia nani kutusaidia hata Bwana, katika jina takatifu la Kristo aliyepanga na mkombozi wa Mungu shime Bwana, hata kumtakasa kwa ajabu, tunasema ni asante kwa utukufu wako Mungu shime Bwana, tukitenda kunyenyekea mbele zako mpendwa amani Baba, na kuona mapungufu mengi tuliona Mungu shime Bwana, na chini ya msalaba wa Kalvari katika jina takatifu la Yesu Kristo aliyepanga na mkombozi wa Mungu shime Bwana, ile damu yako Baba ikatuoshe, damu yako ikatakase mpendwa amani, damu yako ikakutenganishe na udhaifu mpendwa amani, katika jina takatifu la Yesu Kristo aliyepanga na mkombozi wa Mungu shime Bwana. Mpendwa amani tunatubu Baba, tukilala chini ya msalaba wa Kalvari, maisha kulegea Bwana ambao tumekuwa na mpendwa amani Bwana, kulegea kama mbinguni katika neno lako mpendwa amani Bwana, katika hali ya kuomba mpendwa mbinguni, katika jina takatifu la Yesu Kristo aliyepanga na mkombozi wa Mungu shime Bwana, tunaleta chini ya msalaba mpendwa amani Baba, maisha ya uzembe mpendwa mbinguni ambao tumekuwa na Mungu shime Bwana, ambao Baba hayakimia katika mpendwa amani Baba, tunaweza kuchambulisha neno lako mpendwa mbinguni Baba, tukosa mara nyingi mpendwa amani Bwana, katika hali ya kulegea mfano wa ajabu Baba, tunafanya mambo ambayo sio neno lako mpendwa mbinguni, na maisha kulegea tunaleta chini ya msalaba wa Kalvari katika jina takatifu la Yesu Kristo aliyepanga na mkombozi wa Mungu shime Bwana, ufufuko Baba, tunaomba shime Bwana. Wakati mwingine mpendwa amani Baba tunakuwa watu bora, tunasimamia neno lako mpendwa amani Baba, wakati mwingine kwa mbinguni tunaliondokea neno lako mpendwa amani Baba, turehemu na tusamehe mpendwa amani, na utuondolee Baba hiyo roho ya ufufuko jioni ya leo katika jina takatifu la Yesu Kristo aliyepanga na mkombozi wa Mungu shime Bwana. Hata pia mpendwa amani Baba ubariki mpamba mbinguni Baba, kawaida mpamba mbinguni na unaokuwa Baba, wakati mwingine mpamba mbinguni tena Bwana kinyume, tukijua ni kinyume mpendwa mbinguni Baba, na tena tunatenda tunaomba
ukasamehe na ukatoshe mpendo na mali Bwana, katika jina takatifu la Yesu Kristo.